Mtazamaji wa Clouds TV, uhali gani? Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima kabisa na kila kitu kinaenda vizuri. Ni saa 3:30 nyingine siku ya Jumatatu. Na maana yake ni nini basi? Nazungumzia hapa ni kwamba kinachofuata sasa hivi ni muda ambapo tunauchukua sisi na kukupeleka moja kwa moja kuzungumzia swala moja tu, nalo ni afya. Naizungumzia afya check. Na ndio hivi sasa inaanza. Karibu sana. Kwenye afya check darasa leo hii basi, baada ya kukaa muda mrefu zaidi na kuzungumzia mwezi wa 5 wiki iliyopita, leo hii basi tunaenda moja kwa moja kuangalia kile kinachoendelea kwenye mwezi wa 6 wa ujauzito. Kumbuka kwamba mwezi wa 5 ambapo tulizungumzia wiki iliyopita, kuna vitu vizuri sana tulivisema, ikiwemo kitu kimoja kizuri kabisa cha ukamilifu wa namna ambavyo mtoto anaweza kusikia. Tulizungumzia kwamba kuna kitu kinaitwa cochlea ambacho kinakuwa kimetengenezwa. Kile ni kitu muhimu sana ambacho kinakuwa kimetengenezwa mwezi wa 5. Sasa leo hii basi tunaingia kwenye sehemu interesting sana, kwa sababu hapa tunaingia mwezi wa 6. Na kama ulikuwa hujafahamu vizuri, basi mwezi wa 6 ni wiki ya 24, au kwa kifupi ni mpaka mwingine wa miezi 3 mingine, tukiwa tunaanza sasa kukamilisha miezi 3 ya mwisho ya ujauzito. Yaani tunaanza kitu ambacho kinaitwa third trimester. Kwenye afya check darasa leo hii basi tunaenda mbele na kuanza kuzungumzia mwezi wa 6. Lakini kumbuka kwamba wiki iliyopita tulitumia muda mrefu sana kuzungumzia mwezi wa 5. Ni vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vimetokea katika mwezi wa 5. Kimoja ambacho nataka ukikumbuke mpaka sasa hivi ni muendelezo wa kukamilisha utengenezaji wa namna ambavyo mwanadamu atasikia. Kama utakumbuka vizuri, tulisema kabisa kwamba unapofika mwezi wa 5 kitu ambacho kinaitwa cochlea huwa kinakuwa kimekamilika, na hapa utaratibu mzima wa mtoto kusikia huwa umeanza. Sasa hiyo ni system ambayo imekamilika. Lakini pia mwezi wa 5 tulisema kwamba ndio kipindi ambapo sasa hivi mtoto wetu hata akitoka nje ana uwezo wa kuendelea kuishi, kwa sababu vitu muhimu sana vinakuwa vimetengenezwa na uwezo wa yeye kuishi unakuwepo. Sasa leo hii basi tunakaa kidogo na kuangalia mwezi wa 6. Mwezi wa 6 ni mwezi muhimu sana kwenye ujauzito, kwa sababu hapa tena tunakutana na mpaka mwingine wa theluthi nyingine ya ujauzito. Katikati ya mwezi wa 3 na wa 6 kulikuwa kuna theluthi ya pili, ambayo hiyo sisi tunaita second trimester. Sasa inapofika mwezi wa 6 mpaka wa 9 tunaenda kwenye theluthi ya 3 na ya mwisho ya ujauzito. Hii inaitwa third trimester. Ni muhimu sana kwa sababu kuna vitu vingi, na leo hii basi tutakapoanza kuzungumzia mwezi wa 6 utaona ni vitu gani ambavyo vinakuwa vinafanyika katika kipindi hiki cha mwezi wa 6 wa ujauzito. Inapofika mwezi wa 6 basi, ile wiki ya kwanza kabisa ya mwezi wa 6, kitu kikubwa sana huwa kinatokea. Hiki si kingine bali ni kwa mara ya kwanza mtoto wako anafungua macho. Kumbuka tulizungumzia macho mwezi wa 3, vitu vingi vinakuwa vimekamilika, lakini kipindi chote anakuwa amefunga macho. Basi inapogonga tu wiki ya 24, yani mwezi wa 6 na wiki moja, basi ile jicho linaanza kufunguka rasmi. Na kwa mara ya kwanza tunaona mtoto akiwa anafanya ile mambo ambayo yanafanywa na macho. Yaani ile jicho linapojifunga tunaita blinking. Kwa mara ya kwanza jicho linaonekana likifanya kazi, na ni step muhimu sana kwa maendeleo ya mtoto wako. Lakini sio tu kwamba macho yanaanza kufunguka, lakini kitu kingine ambacho kinaonekanaga kikifanyika hapa ni uwezo wa mtoto wako kuweza kuhisi au kusikia sauti vizuri kabisa. Kwa hiyo kama mkiwa mnakaa kwenye sehemu yenye kelele, jua kabisa kwamba mtoto sasa hivi anakuwa na uwezo wa kusikia. Sasa hii imepimwa na imegundulika, kwa sababu wanasayansi walifanya utafiti kwa muda mrefu, wakagundua kitu kimoja. Ukikaa na mtoto kwenye sehemu yenye kelele, kuna vitu vifuatavyo vinaonekana. Kwanza kabisa, mapigo ya moyo huwa yanaongezeka. Yaani ukishout kwa nguvu, basi mapigo ya moyo ya mtoto huwa yanaongezeka. Na pia inaonekana kabisa jinsi gani ambavyo anakuwa anajaribu kusogea mbali na ile ukuta wa nyumba ya uzazi. Maana yake sasa ni kwamba kumbe kweli mtoto anapokuwa katika kipindi hiki anakuwa na uwezo wa kusikia vizuri kabisa. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Madhara ni makubwa yanaweza kutokea kama utamexpose mtoto na sauti kubwa, ikiwemo swala la kabisa la upotevu wa uwezo wa kusikia wa mtoto wako. Kwa hiyo hichi ni cha pili ambacho kinaonekana kiwa kinafanyika vizuri kabisa katika mwezi wa 6. Kitu cha tatu ambacho nacho huwa kinaonekana katika mwezi wa 6 ni uwezo wa mtoto wako kusikia harufu. Anasikiaje harufu? Hapo mimi siwezi kukuambia, maana sijui hata utafiti gani umefanyika, lakini ni kwamba kweli wanasema kwamba mtoto anaweza kusikia harufu. Na kumbuka, tulipokuwa tunazungumzia mwezi wa 4 tulizungumzia ukamilifu wa namna ambavyo mtoto anasikia ladha kwenye ulimi. Sasa hivi
wameona kabisa tofauti ya ile ladha ambayo anaisikia. Kwa mfano, ukiweka chakula cha sukari au kitu cha sukari kwenye yale majimaji ambayo yanamlinda mtoto, tunaita amniotic fluid, basi uwezo wa mtoto kuwa anameza yale maji upesi huwa unaongezeka. Lakini ukiweka kitu chenye chumvi, basi mtoto anakuwa hamezi yale maji kabisa. Maana yake ni kwamba sasa hivi mtoto pia anasikia ladha zote na anaweza kuzitofautisha, na kumbe kweli mtoto anakuwa anapenda vile vitu vitamu. Hivi ni vichache ambavyo vinatokea mwezi wa 6. Kingine ambacho kinatokea mwezi wa 6 basi si kingine bali ni uwezo wa mtoto wako kuunganisha miguu na mikono, yani ile activity zake, na kuanza kubinuka sasa. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tunaona mtoto anaanza kufanya yale masamasuti, yale masarakasi yale. Mama zangu wanajua kabisa yale mateke ndo muda huu anakuwa anapigwa vizuri kabisa. Mtoto anaenda kushoto kulia, anazunguka, anafanya vitu mbalimbali akiwa tumboni. Mtoto wetu amekuwa mkubwa sasa hivi. Ni vitu vingi sana vimefanyika, na sasa hivi anaanza kuonyesha sasa kwamba na yeye ana uwezo wa kustahimili maisha ya nje. Kama ukimtoa nje ataweza kuishi vizuri. Haya ni mambo ambayo yanatokeaga mwezi wa 6 basi. Leo hii nataka tuishie hapa. Tukae kidogo kwa sababu wiki ijayo tutaendelea kuangalia mwezi wa 7. Kikubwa ambacho tunafahamu mpaka sasa hivi ni kwamba mtoto wetu anakuwa vizuri sana na ana maendeleo makubwa kweli kweli. Ubongo wake na unaongezeka kwa spidi kweli kweli. Mtoto anapokuwa katika mwezi wa 6 basi kikubwa kingine ambacho kinaonekanaga ni ukuaji wa ubongo wa kasi sana. Karibu 50% ya ukuaji wa ubongo huwa inafanyika katika mwezi wa 6. Kwa hiyo ile yani yale makumbukumbu manini yote yanakuwa yanafanyika katika mwezi wa 6 wa ujauzito. Wiki ijayo basi tuendelee kuangalia mwezi wa 7 na kile ambacho kinaendelea katika mwezi wa 7 wa ujauzito. Usikose kuangalia darasa kwa sababu lengo letu ni lile lile tu, kuhakikisha kwamba wewe unamfahamu mwanao tangu akiwa tumboni. Karibuni tena kwenye darasa wiki ijayo. Kwa sasa hivi tunaenda kwenye sehemu yetu ya pili ambayo hii inaitwa Afya Check, maswali na majibu. Karibuni tupate majibu ya maswali yetu.